mtindinganye mustakabali wao, mhondomole pesa zao zote. Mimi sikubali. Sasa nataka niwape mfano mdogo namna gani fedha hizi zingebadilisha maisha ya mawinga wa Kariakoo. Wewe ni winga, nisikilize nasema na wewe. Wewe ni winga, nisikilize nasema na wewe. Wewe una biashara ya mtandaoni, nisikilize nasema na wewe. Bilioni 577.4 inaweza kubadilisha maisha yako, familia yako, na ukalipa kodi kwa starehe, tena kwa kujitolea, kwa sababu kodi kitaalamu unalipa kwa kujitolea, kwa hiari. Kodi utolewaji wake unaitwa voluntary compliance, sio kuwashikia watu mikwala. Hapana, 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 haiwezekani. Hapana. Sasa winga, nisikilize, na hapa nitatoa mfano wa kijana mmoja, umenielewa? Anaitwa bwana kupotea, anaitwa, ngoja niwaambie, nimesoma hapa, nilikuwa nasoma stori yake, nitaka niitafute niwashirikishe, muone namna gani serikali hii ya Mama Samia inatucheza mchezo mbaya. Sawa, sikiliza. Ninyi mnamfahamu Fred Vunjabei? Fred Vunjabei ana kisa chake ambayo kutusimulia mtandaoni. Huyu bwana Fred Vunjabei ni mjasiriamali hapa mjini, ana maduka yake Vunjabei kila pahala, yako nchi nzima. Ni mtu amepiga hatua, na wako wajasiriamali wengi wanamfuatilia, vijana. Sasa ana kisa chake kati ya yeye na rafiki yake anaitwa Frank Knowles, jina moja kama la Kimarekani Frank Knowles. Sasa wale wamesoma BCom nafikiri hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam, alafu baadaye wakawa wajasiriamali, biashara ya mtandaoni kama mawinga tu. Wakaenda Uchina siku moja kufunga mzigo. Frank Knowles alikuwa na milioni 6. Fred Vunjabei alikuwa na milioni 7. Lakini wakati huo aliyekuwa na duka ni Frank Knowles. Kwa akiwa Uchina, bwana Fredi akaona kule mzigo wa China watakamnunue kwa ujazi mkubwa, na milioni 6 na huyu 7 vipunje visingewezesha kupata mzigo wa kueleweka. Vunjabei akafanya jambo la kishujaa katika maisha ya urafiki na undugu na kufanikiwa kwenye biashara. Akamwambia Frank Knowles, sikiliza, hii milioni 7 chukua wewe, kwa sababu una duka tayari, unganisha na ya kwako 6 sasa milioni 13, funga mzigo tuenzetu nyumbani. Frank Knowles akababaika, lakini akachukua, wakafanya funga mzigo, akarudi nyumbani, mzigo wa milioni 13. Wakarudi Bongo. Ndani ya miezi 6 Frank Knowles alikuwa ametengeneza faida ya kutosha kumpa fedha ya kuanzisha biashara Fred Vunjabei milioni 20 cash taslimu tufu, ndani ya miezi 6, sio miaka 10. Ndani ya miezi 6 Frank Knowles anampa Fred Vunjabei 20 milioni 20. Pop. Bro, nawe kafunge mzigo. Nataka kusema nini? Milioni 13 ilibadilisha maisha ya Frank Knowles na Fred Vunjabei. Leo wanaitwa mamilionea kama sio mabilionea. Sasa sikiliza niwaambie kitu, nyinyi mnafanya mzaha na maisha. Hawa wanaofanya mikutano ya hadhara
wanaofanya mikutano ya hadhara wanaofanya mikutano ya hadhara wanatindinganya mambo, wanadanganya. Nataka nikupigie hesabu hapa. Bilioni 577 tukiwapatia watu wenye wanaohitaji milioni 13 kubadilisha maisha yao. Nazungumzia biashara ndogo ndogo na za kati, kwa sababu duniani 97% ya chumi za dunia zinashikwa na wale watu wenye biashara ndogo sana, ndogo na ya kati. Kiingereza wanasema micro, small and medium enterprises. Sasa nipigie hesabu. Bilioni 577 bilioni zinahesabiwa hivi. Napiga calculator iko hapa. Nilikuwa nawaonyesha hapa, mnaona ndivyo? Ndio. Twende pamoja. Unaandika pap pap pap, hiyo inakuwa 500,000. Pap pap pap, hiyo inakuwa milioni 500. Pap pap pap, hii sasa inakuwa bilioni 577. Okay? Bilioni 577. Basi kuna watu watakuwa wana zoom kamera. Hii ni simu yangu hapa, cheni ujinga. Umenielewa? Sasa nachukua hii naigawanya na milioni 13 ya Frank Knowles na Fred Vunja Bei. Milioni 13. Nasema sawa sawa. Unajua tafsiri yake inatisha. Tafsiri yake inatisha. Unaona hii? Maana yake kwa bilioni 577 tunaweza tukatengeneza Frank Knowles na Fred Vunja Bei wengine wapya 44,000 hapa Tanzania. Nimeogopa. Nisikize vizuri. Bilioni 577 ambazo sasa hivi ukiuliza zimeenda wapi katika miaka 5 ya Samia, hakuna. Ni uongo. Hata kwenye ripoti hazionekani, zimeliwa. Lakini Mama Samia angeweza akaelekeza fuko lote likawekwa, kisha tukafanya uchambuzi wa kina na tathmini kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Mbona mitandao ya simu inakopesha watu na hamjawahi kuonana? Kwani serikali ishindwe? Tunapigwa. Kwa hili bilioni 577 ingeliweza kuzalisha Fred Vunja Bei na Frank Knowles wengine 44,000 nchi nzima. Sasa hivi tazama maduka ya Vunja Bei yaliyokuwepo nchi nzima mara 44,000. Ndio utajiri huo Mama Samia alielekea kutengeneza kwa Watanzania katika miaka 5 aliyoongoza. Unajua nini kingetokea? Wala wakina Vunja Bei na Frank Knowles wasione na wauzia kodi kwa watu. Ambacho kingetokea, tungetengeneza matajiri wengi, mungeendelea kutengeneza fedha, kisha bidhaa bei zingeshuka chini. Watanzania nguo ambazo wanazinunua kwa bei ya sasa zingekwenda chini kabisa. Tafsiri yake mfumuko wa bei ungeporomoka kwenda chini, na uwezo wa watu kushika fedha zao, watu wa kawaida, na kuona fedha ina thamani ungekwenda juu maradufu. Tunasoma chuo kikuu, nimesoma uchumi wa maendeleo, development economics. Ni kitu hatuwezi tukabishana. Hakuna, hawajafanya hivyo, waongo. Sasa nitakueleza kwamba hizi bilioni 200 wanaahidi ndani ya siku 100 ni wizi mtupu, kwa sababu hakuna msingi wa ushahidi na uzoefu, ama kimuundo, ama kimfumo, ama kimalengo, ama kimatokeo, ama kishabaha, ama kiutekelezaji unaoonyesha hilo limewahi kuwezekana kwenye nchi yetu, licha ya kwamba fedha ipo. Kabla hawajaahidi bilioni 200 wa urithi,
bilioni 577 ziko wapi? Kwa unyenyekevu muwaulize, kwa unyenyekevu. Lakini huu wizi wa fedha za umma unaanzia wapi? CCM mtandao. CCM mtandao. Mwaka 2005 serikali ya CCM mtandao inaingia madarakani, inaweka ahadi ya kuwapatia Watanzania mabilioni ya JK. Lugha za kihuni, mabilioni ya JK. JK anapata wapi mabilioni? Anapata wapi? Zile fedha za walipa kodi. Na